Karibu sana Swahili Likapu. Oya, kama hii ndo mara yako ya kwanza unajiunga nasi, tafadhali usiache kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza hayo maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe. Na kama wewe tayari umekushaweza kusubscribe channel yetu, sasa twende kazi. Filamu yetu ya leo inaanza, tunamuona kijana mmoja wa kuitwa Lim. Huyu yeye ni askari wa jeshi la Korea Kaskazini ambaye zaidi ya miaka 10 ameishi akiwa kwenye kambi ya jeshi la Korea Kaskazini. Sasa akiwa anaishi kambini, kiukweli aliweza kuchoshwa sana na maisha ya pale kambini, na mipango yake ilikuwa siku moja atoroke aelekee Korea Kusini ambapo angalau kidogo kuna unafuu wa maisha. Oya, kama ninavyofahamu bwana, kwenye nchi ya bwana Kiduku yule, oya, ni nchi ambayo ina sheria kali sana kwa raia wake, lakini pia ina sheria kali kinoma kwa wanajeshi wa nchi hiyo bwana. Si mnamjua tena bwana Kiduku, hataki kucheka na yoyote. Na kwa bahati nzuri, kambi ya kijana Limu ambayo alikuwa anaishi ilikuwa karibu kabisa na mpaka wa Korea Kusini. Na kila siku usiku wa manane, wakati wenzake wote wakiwa wamepumzika pale kambini, Limu yeye huwa anatoka kambini na kwenda kufanya majaribio ya kutoroka, huku akiendelea kutengeneza ramani yake ambayo itamsaidia kwenye kutoroka. Na alikuwa anafanya hivyo kwa sababu kuu moja. Ukitoka nje ya kambi yao kulikuwa kumetegwa mabomu mengi ya ardhi, yani yale mabomu yanayoitwa landmine. Kwa hiyo haikuwa rahisi mtu uweze kutoka kichwa pasipo kujua pahali gani ambapo mabomu hayo yameweza kutegwa. Kwa hiyo kijana Limu yeye alikuwa anatembea usiku, ama alikuwa anafanya patrol na kugundua mahali ambapo sahihi pa kupita na mahali ambapo mabomu hayo yameweza kutegwa. Siku moja akiwa yupo zake patrol, alikuja mwanajeshi mwenzake bana. Huyu alikuwa anaitwa Dong Kyuku, na alipofika pale akamwambia kwamba nimegundua mpango wako wa kutaka kutoroka, lakini kwa uoga ikabidi Limu aweze kukataa pale, kwa sababu issue ya kutoroka jeshini kwenye nchi ya bwana Kiduku, oya, sio poa, ni kosa kubwa kweli kweli. Yani kosa lake ni sawasawa na uhaini, na adhabu yake inakuwa kali kinoma. Wakati wanaendelea kubishana pale, yule Dong Kyuku akamwambia, mimi nataka kuondoka hapa kambini na nimechoshwa sana na maisha ya hapa kambini, na istoshe nimemisi sana mama yangu, na siku za hivi karibuni ama siku zijazo ni birthday ya mama yangu, na mimi nataka niende kuungana naye tukisherehekea wote. Maneno hayo ya Dong Kyuku yaliweza kumgusa sana bwana Lim, na akamwambia, usijali, ngoja niweke mambo sawa, na ikifika siku ya kutoroka nitakwambia ili tuweze kutoroka wote. Usiku ule wakiwa wamelala, king'ola cha alamu kiliweza kulia kambini, na taarifa iliweza kutoka ni kwamba kuna mwanajeshi mmoja anataka kutoroka. Baada ya Limu kusikia hivyo, alipoamka moja kwa moja, kwanza macho yake yalikwenda pahali ambapo Dong Kyuku alikuwa amelala, na kugundua ya kwamba Dong Kyuku akwepo eneo lake la kulala, na ndipo hapo akagundua ya kwamba yule mwanajeshi ambaye anayetaka kutoroka kambini alikuwa ni Dong Kyuku. Wakati msako ukiwa unaendelea, Limu alienda moja kwa moja mahali ambapo kulikuwa na ile ramani yake alipoweza kuificha. Oya, uwezi amini mtu wangu, ile ramani haikuwepo. Na kwa kuwa alikushaweza kugundua ya kwamba mtu anayetoroka ama mwanajeshi anayetoroka alikuwa Dong Kyuku, alikushaweza kujua ni wapi ataweza kumkuta Dong Kyuku. Na alipofika kweli aliweza kumkuta Dong Kyuku akiwa anatafuta eneo ama shimo la kutokea mule kambini. Na Limu alipofika pale akamwambia, oya Dong Kyuku, ni hatari sana kutoroka kwenye kambi muda huu, wewe turudi ndani na tutatafuta siku nyingine kwa ajili ya kutoroka. Lakini Dong Kyuku alikataa pale na kumwambia amuonyeshe shimo ama eneo la kutorokea kutoka mule kambini. Na wakati wakiwa wanaendelea kubishana pale, oya, waliweza kukutwa pale na kamanda wao bana. Na yule kamanda alipoweza kuwakuta, moja kwa moja akaenda kwa kijana Limu na kumpiga kibao kwa kono lake la kulia, kisha akawakamata wote wawili na kuwasweka ndani kwenye magereza kwenye kambi yao hiyo ya kijeshi. Wakati akiwa kwenye magereza, mtu wangu, dozi iliendelea kutembea mule ndani, sio poa. Yani hujatulia umekula kirungu cha kichwa, hujatulia mara umeweka pilipili machoni, hujatulia bakola ya unyayo. Ilikuwa ni dozi juu ya dozi. Oya, yule kijana Dong Kyuku ikabidi pale aweze kukubali kwamba yeye ndio alikuwa na mpango huo wa kutaka kutoroka, lakini kwa upande wa kijana Limu, yeye alikuwa hana hatia yoyote, bali alifika eneo lile kwa ajili ya kumzuia yeye asiweze kutoroka pale. Kwa kusema hivyo, hii iliweza kuthibitisha moja kwa moja ya kwamba Dong Kyuku ndiye mwenye makosa na ndiye mwanajeshi aliyekuwa anataka kutoroka. Lakini kwa upande wa Limu,
ilithibitishwa kwamba yeye alikwenda pale kwa lengo moja la kumzuia ama kumkamata Don Kyuku asiweze kutoroka mule kambini. Kesho yake alikuja kamanda mkuu pale kambini baada ya kusikia kwamba kuna mwanajeshi mmoja aliyekuwa anataka kutoroka na kwenda Korea Kusini, wakati wao na Korea Kusini ni kama vile chui na paka. Huyu kamanda alikuwa anaitwa Ling Yun na alikuwa ana cheo kikubwa kidogo kwenye ngazi ya jeshi, na alikuwa ni wale wanajeshi ambao wana misimamo mikali sana, lakini pia alikuwa ni mwanajeshi ambaye ni mkatili kweli kweli. Yani mara 10 ukutane na simba mwenye njaa kali polini kuliko uweze kukutana na huyu kamanda Lee. Na alipofika pale na kusikiliza ile kesi aliwaka kinoma. Inakuwaje kambi nzima mnashindwa kumzuia mtu mmoja asiweze kutoroka? Mnafanya uzembe mkubwa. Yani mtu mmoja anaumiza kichwa. Na baada ya kutoa povu lake pale, aliweza kupitisha hukumu ya kwamba huyo kijana ambaye alikuwa anataka kutoroka basi akahukumiwe kwa mujibu wa jeshi linavyosema. Na huyo kijana ambaye ndiye aliweza kumkamata yule aliyekuwa anataka kutoroka, ikabidi aweze kupandishwa cheo. Kisha yule kamanda akamchukua kijana Limu na kuondoka naye. Wakati wakiwa njiani, Limu alikuwa na pressure kinoma. Yani alikuwa muda wote ana mawazo, stress, jasho linamtoka, kwa maana kwamba alikuwa hajui ni wapi anapelekwa. Kama anavyomfahamu kamanda Lee ni makamanda wale ni 45 wana, sio 32 chekelea maovu. Sasa Limu ikabidi amuulize yule kamanda Lee kwa uoga, "Kamanda, hii safari tunaelekea wapi?" Lakini yule kamanda alikuwa amenuna kinoma, hakutaka hata kujibu kile ambacho Limu aliweza kumuuliza. Baada ya safari ya muda mrefu na mwisho wa siku akamwambia, "Kijana, hebu ondoa hofu na kuona unahema juu, usije ukanidondokea mimi humu ndani ya gari ukanipa mawazo mengine. Tunakwenda kwenye hafla ya kamanda wetu mmoja huko makao makuu ya jeshi na wewe unaenda kupandishwa cheo." Baada ya Limu kusikia hivyo, ikabidi apumue kidogo, maana pale mpaka haja fulani zilianza kuachia pale, sio poa mtu wangu. Lakini yule kamanda Lee akaongezea na kusema ya kwamba ukiwa katika eneo la kupandishiwa cheo lazima ulitaje jina langu. Kamanda Lee hapa alikuwa anataka ujiko aweze kusifiwa bwana na kijana Limu wakati anapandishwa cheo. Limu ikabidi aitikie, maana anayesema hivyo ni kamanda ambaye amemzidi cheo kiukweli. Na walipofika kwenye sherehe kulikuwa na mambo mengi yakiendelea kufanyika. Kama ninavyofahamu kwenye sherehe bwana, masuala ya kula, kunywa, kucheza ni vitu vya kawaida. Kisha ilipofika muda wa kijana Limu kuweza kupandishwa cheo, alienda pale kwenye eneo la jukwaa akapandishwa cheo, na alipofika muda wa kuongea ikabidi aweze kushukuru na kubwa kuliko, bila kusahau maneno ya kamanda Lee ya kwamba aweze kumjaza upepo bwana. Kijana Limu akaongea pale kwamba nisingeweza kumkamata Don Kyuku, yule askari alikuwa anataka kutoroka, na shukrani zangu za dhati nazipeleka kwa kamanda Lee, bila yeye nisingeweza kumkamata kabisa huyu askari. Yule kamanda Lee aliweza kupiga makofi kwa sababu alikushaweza kupata ujiko pale, na kulikuwa kuna maaskari wengi wenye vyeo vikubwa, kwa hiyo aliweza kumpaisha kinoma pale katika hiyo sherehe. Wakati sherehe ikiwa inaendelea, Limu muda wote alikuwa anawaza kuondoka pale ili aweze kurudi kambini kwao, kwa sababu siku hiyo ndio aliweza kupanga kutoroka, na kama tunavyofahamu lamani yake ya kutoroka inaanzia kule kambini kwao, na asingeweza kutoroka kuanzia pale kwenye makao makuu ya jeshi na isingekuwa rahisi kwa upande wake. Sasa macho yote ya Limu na muda wote alikuwa anaangalia saa tu, akiwa anawaza ni muda gani wataondoka hapo na kurudi kule kwenye kambi yake ili aweze kutimiza ile azma yake ama mpango wake wa kuweza kutoroka kuelekea Korea Kusini. Akiwa anaendelea kupiga mahesabu yake pale, akapata taarifa mbaya kutoka kwa yule kamanda Lee, na akamwambia kwamba amehamishiwa moja kwa moja kwenye makao makuu ya jeshi na kwenye ile kambi yake ya zamani atorudi tena. Hilo neno kijana Lee hakuweza kulifurahia hata kidogo. Aliweza kutoa povu pale. Inakuwaje mnanyamisha bila kunishirikisha? Hamjui kama huu ni mustakabali wa maisha yangu? Kamanda Lee akamwambia kwamba wewe ni mwanajeshi, kazi yako ni kufuata amri na si vinginevyo. Baada ya kuambiwa hivyo, ikabidi Limu aanze kufanya plan B ili aweze kutoroka, maana mpango wake ulikuwa unaelekea kufeli. Alichokifanya pale, akatengeneza kitambulisho bandia, lakini pia akatafuta usafiri kwa ajili ya kuondoka nao kwenye ile eneo la kambi ya jeshi. Na kwa bahati nzuri, kwenye moja kati ya magari ambayo makamanda mbalimbali waliweza kuja nayo pale, moja ya gari hilo kulikuwa kuna funguo ndani yake. Kisha Limu ikabidi akambebe kamanda mmoja ili aweze kutoka naye mule ndani ya kambi, kwa sababu peke yake asingeweza kabisa kutoka kirahisi, na kulikuwa kuna ulinzi mzito. Kama ninavyofahamu bwana, kwenye maeneo kama hayo ya makao makuu ya jeshi kunakuwa kuna ulinzi mzito kweli kweli.
Na aliporudi mule ndani ya sherehe, kulikuwa kuna kamanda mmoja ambaye alikuwa vyombo kinoma, yani alielewa chakali. Ile sherehe yote alihisi kama ilikuwa kwa ajili yake peke yake. Alipiga vyombo huyu mwamba, yani alikuwa hoi. Limu ikabidi amchukue huyo kamanda na atumie fursa ya kuweza kutoka naye kwenye eneo lile la makao makuu ya jeshi. Baada ya kutoka kwenye makao makuu na kufika umbali mrefu, Limu alichokifanya ni aliweza kumwacha yule kamanda barabarani, kisha yeye kuendelea na safari yake. Wakati yule kamanda anakuja kushtuka na mitungi imekwisha kumkata, anashangaa imekuwaje tena leo, mbona nipo kwenye kitanda cha vumbi bwana. Ila muda huo kijana Limu alikuwa amekwisha kutembea umbali mrefu, na akiwa njiani ile gari lake ikakata wese mtu wangu. Na kwa bahati mbaya, wakati gari linakata wese, kulikuwa na wanajeshi wengine ambao walikuwa wanapita, na hawa walikuwa ni wale wanajeshi wa magereza wale. Na walipoona gari ya Limu imesimama ghafla, ikabidi na wao wasimame pale na kumfuata. Muda huo Limu alikuwa ana pressure kinoma, yani alikuwa anatetemeka ndani ya lile gari. Baada ya kuona anakaribiwa na wale wanajeshi, ikabidi Limu atoke kwenye gari lile na kuweza kuwafuata. Sasa mmoja wa wale wanajeshi aliweza kumuuliza Limu, unaelekea wapi? Limu kwa kujiamini ikabidi ajibu pale kwamba mimi nipo na misheni maalum, na hii ni misheni ya siri kutoka usalama wa taifa. Lakini yule mwanajeshi akamwambia ampe kitambulisho kwa ajili ya kuthibitisha kile ambacho anakizungumza. Limu baada ya kuona pale atashtukiwa, inabidi aweze kufunguka pale. Mimi nakwenda kumfuata mfungwa mmoja ambaye amefungwa kwenye magereza yenu kwa kosa la kutaka kutoroka kuelekea Korea Kusini, na akamtaja jina lake pale. Huyo mwanajeshi alikuwa anaitwa Don Kyuku. Wale wanajeshi wa magereza walivyosikia hilo jina wakalitambua ni mmoja kati ya wafungwa ambao wapo kwenye gereza lao. Walichokifanya pale ni kumchukua kijana Limu, wakamtilia wese kwenye gari lake na kuelekea naye moja kwa moja pahali ambapo Don Kyuku ameweza kufungwa. Na walipofika kule magereza, kweli aliweza kumkuta Don Kyuku akiwa amefungwa. Limu akamfuata na kumwambia, nimekuja kukuchukua mtu wangu tuweze kutoroka wote. Don Kyuku aliona kama mwanga mpya wa maisha yake umeweza kuangaza tena upya. Alifurahi kinoma. Baada ya hapo ikabidi pale wafanye mchakato wa kuondoka na kuchukua baadhi ya vitu, ikiwemo ile lamani ambayo Don Kyuku aliweza kukamatwa nayo. Na yule askari jela akamwambia Limu ya kwamba inabidi nikupe angalau wanajeshi wawili kwa ajili ya kukueskoti ukiwa unaondoka na huyo mfungwa ambaye alitaka kuasi jeshi. Lakini Limu alikataa pale, ila yule mwanajeshi akamwambia haitakuwa vizuri kuondoka bila kupata usaidizi wowote. Limu ikabidi akubali ili kuepusha zogozogo pale asije akashtukiwa mapema. Na wakiwa njiani, mmoja wa wale wanajeshi wawili ambao aliweza kupewa kwa ajili ya kuwaeskoti akawa anamtilia shaka kinoma Limu. Ikabidi apige simu usalama wa taifa kuulizia jina la Limu kama lipo na kama ametuma kwa ajili ya misheni maalum ya kwenda kumchukua huyo mfungwa ambaye alikuwa anataka kutoroka. Simu kutoka usalama wa taifa haikuleta majibu mazuri kumuhusu kijana Limu, bali ilikuwa inasema kwamba jina hilo ambalo ameweza kutajiwa hapo wao kule hawalitambui, na hakuna kijana yoyote ambaye ametumwa kwa ajili ya misheni maalum. Lakini zile simu kupigwa haikuishia hapo. Ikapigwa simu moja, kumbe ile simu ilikuwa ni ya yule kamandari ambaye alienda na Limu kwenye makao makuu ya jeshi. Na ilipopigwa ile simu, Limu ikabidi apokea haraka na kuanza kuchamba umbea pale. Kwani hamjui nyewe mmenipa misheni maalum, mbona mnakuwa kama hamniamini? Kamandari akamwambia kwamba mtu wangu, unachokifanya hicho kitakuja kugharimu maisha yako. Cha kufanya jisalimishe haraka sana. Limu baada ya kugundua pale amekushaweza kustukiwa, inabidi kianze kunuka mule kwenye gari. Chuma zilitembea humo ndani, ni ngumi, viatu, kila mtu aliweza kutumia chochote cha kumtetea ili aweze kutoka salama mule. Na kwa bahati mbaya, yule suka ambaye alikuwa anaendesha ile gari aliweza kupigwa chuma na gari ikapata ajali mbaya kinoma. Baada ya ile ajali, Limu anakuja kustuka, anajikuta wamezungukwa na wanajeshi kila kona, na kubwa kuliko mpaka yule kamandari alikuwepo katika ile eneo la tukio, na ndiye aliyekuwa anaongoza msafara wa kumkamata kijana Limu, kwa sababu iligundulika ya kwamba kijana Limu alikuwa na mpango wa kutoroka kuelekea Korea Kusini. Pale njugu zilitembea mtu wangu, chuma zililia sio poa. Ikabidi Limu pale azuge kwamba amepigwa chuma, na wale wanajeshi walipoona Limu amedondoka wakaacha kushambulia. Kumbe ulikuwa ni mpango wa Limu, na alikuwa anataka azuge hivyo ili wale waache kushambulia, kisha yeye aifikie lamani, kwa sababu lamani ilikuwa mbali naye. Baada ya kuipata tu lamani aweze kuwatoroka pale.
Na baada ya wanajeshi kuzubazuba, alipogusa tu ramani akamwambia Don Kyuko, oya mtu wangu, huu ni muda wetu wa kujitetea kutumia miguu yetu, tuchape raba mtu wangu. Walikimbia kinoma, huku nyuma wakiwa wanafukuzwa na msafara na njugu zikiendelea kumwagika pale. Lakini kwa bahati nzuri kwao waliweza kufika mpaka mwishoni mwa barabara, kisha wakajirusha kwenye mto. Na hiyo ndo kidogo ilikuwa ponapona yao, lakini msako haukuweza kuishia hapo bwana. Wakati Limu na Don Kyuko wanakuja kustuka baada ya kukokotwa na maji kwa muda mrefu, wanakuja kujistukia tena wapo kwenye 18 za wanaharakati ambao hawa wanapinga vita kwelikweli serikali ya hiyo nchi bwana. Wao hawapo upande wowote, hawapo upande wa serikali, bali wanajitetea wao wenyewe. Sasa pale Limu na Don Kyuko walikuwa wanataka kujitetea, lakini kwa bahati mbaya walishikwa. Na waliposhikwa, kumbe wale wanaharakati walikuwa wanamuulizia mmoja kati ya memba wao ambaye alishikiliwa na hao askari magereza. Na Limu alipogundua kwamba wale wanaharakati wanaulizia moja kati ya memba wao, ikabidi aanze kumshawishi Don Kyuko akubali na aseme ya kwamba wanamjua huyo memba alikuwepo kweli magereza. Oya, Don Kyuko alichangamkia fursa pale kusema ya kwamba namjua huyo mwamba, nilimuona alikuwepo kule magereza, ana nywele hivi ndefu na alikuwa anaongea peke yake akimtaja kweli dada yake. Baada yale wanaharakati kusikia hivyo wakaamini bwana. Kisha wakachukua Limu pamoja na Don Kyuko na kuanza mipango sasa ni namna gani ya kwenda kumkomboa huyo mwanaharakati mwenzao. Wakati wanapanga jinsi ya kwenda kumkomboa ndugu yao, oya, kumbe wanajeshi walikuwa wamezunguka eneo lile lote na walikuwa wanakaribiwa kabisa kushikwa. Limu na Don Kyuko ikabidi wajitoe sadaka pale ili waweze kuokoa jahazi lisizame, maana walikuwa karibu kabisa kunasa. Walichokifanya, wakachukua bunduki, wakajitenga kando kidogo, wakapiga juu. Na wale wanajeshi wote baada ya kusikia mlio wa bunduki, ikabidi waanze sasa kuwasakanya tena Limu na Don Kyuko. Oya, haikuwa rahisi mtu wangu. Ilikuwa ni mabio huku nyuma, njugu zinamiminika sio poa. Na kwa bahati mbaya Don Kyuko aliweza kupigwa chuma ya mguu pale. Na wakiwa wanaendelea kukimbia, Don Kyuko kwa bahati mbaya tena akaangukia kwenye ile kambi yao ya jeshi. Yaani mwamba alikuwa na bahati mbaya kulikweli. Yaani licha ya kunusulika huko kote, lakini anakuja tena kujikuta ameangukia kwenye kambi yao ya jeshi ya zamani. Na alipodondoka kwenye ile kambi, ikabidi Limu aende kumsaidia pale. Alipofika akazuga kwamba wao ni miongoni mwa wanajeshi ambao walikuwepo kwenye paredi pale. Muda huo akaja kamandali pale na kutoa taarifa ya kwamba kuna wanajeshi wawili wanataka kutoroka kuelekea Korea Kusini, na hao wanajeshi naamini wataanza kutoroka kuanzia kwenye kambi hii hapa, kwa maana ramani yao inaelekeza eneo hili. Na alitoa amri bwana vijana wao waweze kusakanywa pale. Oya, msako ulianza pale, na kwa bahati nzuri Limu na Don Kyuko wakaingia kwenye moja kati ya chumba na kuanza harakati zao za kutoroka. Ila walipokuwa kwenye kile chumba, kwa bahati mbaya tena wakatikisa kitu, na moja kati ya askari pale akasikia, na alivyosikia akawaita wanajeshi wote. Oya, tujae huku, hawa washenzi nimewaona wapo huku kwenye hiki chumba, nimesikia sauti zao huku. Wanajeshi walipofika pale wajataka kuuliza, walipiga kwelikweli ule mlango ili waweze kuuvunja. Baada ya Limu na Don Kyuko kuona hivyo, ikabidi wamwage mafuta pale na kuwasha moto ule mlango. Ile unafunguka tu, lilitokea bonge moja la mlipuko pale. Na Limu na Don Kyuko wakapata nafasi ya kuweza kukimbia kuelekea kwenye lile shimo ama lile eneo la kutoka nje ile kambi kwa ajili ya kuanza kutoroka. Na wakati Don Kyuko akiwa anatafuta hilo shimo, kwa bahati mbaya bwana, Kamanda Lee aliweza kumpiga risasi nyingine Don Kyuko na kupoteza maisha hapo hapo. Lakini kwa upande wa Limu ikabidi akaze buti ili atimize azma yake aliyokuwa nayo ya kutoroka kuelekea Korea Kusini. Na akiwa kwenye harakati zake za kukimbia, oya, Kamanda Lee alimpiga chuma tena Limu na akadondoka hapo hapo, lakini bahati nzuri hakuweza kupoteza maisha. Na alipokuja kukurupuka Limu, ikabidi aanze kukimbia kinoma usawa kulia kuelekea Korea Kusini bila kupoa mwanangu. Limu alikimbia usiku kucha mpaka asubuhi yake akawa bado anakimbia. Akiwa anaendelea kukimbia, bahati mbaya akakanyaga bomu bwana. Na hii lilikuwa ni ile bomu yale ya landmine yanayotegwa chini ya ardhi. Na alikuwa kabisa amekwisha weza kukaribia eneo la mpaka wa Korea Kusini. Na aliwaona wanajeshi wa Korea Kusini, ila ndo walikuwa wanaishia. Lakini alipotaka kuwaita, oya, uwezi amini mtu wangu, chuma ya moto ikagusa kwenye kichwa chake. Na hakuwa mwingine bali ni alikuwa Kamanda Lee, alikuwa amekwisha weza kumfikia kabisa kijana wetu Limu bwana. Kwa kwanza kujitetea pale, Limu ikabidi amwambie, oya kamanda, hapa nilipo mimi nimekanyaga bomu, na nikisema nitoe tu mguu wangu ama ukisema wewe unipige risasi, nikitoa tu mguu tunalipuka na tunakufa wote. Kamanda Lee baada ya kusikia hivyo, ikabidi sasa pale
aanze kuongea maneno ya kumshawishi kijana Limu ili asitoe ule mguu na arudi zake kambini. Akamwambia kwamba oya, hebu rudi kule kambini, mimi nitakusamea makosa yako yote uliyofanya na nitafanya kama akijatokea kitu. Lakini Limu akasema ya kwamba mimi sitorudi tena nyuma, nimeshajitoa maisha yangu, ni hapa naelekea Korea Kusini. Kumbe lile bomu ambalo alikuwa amekanyaga Limu sijui lilikuwa limeexpire, ile kutoa mguu alikulipuka bwana. Oya, kilichofuata hapo ni dozi juu ya dozi. Kijana Limu na kamanda wake ni kuchapana tu mikwaji. Kwa bahati nzuri Limu aliweza kumdhibiti yule kamanda Lee, kisha akamwambia kamanda, niache bwana, mimi niende nikautafute uhuru wangu huko Korea Kusini. Akatoka pale anakimbia. Wakati anakimbia, kamanda Lee alipoamka alimtia chuma nyingine ya mguu kijana Limu. Kisha akaja akamtia chuma nyingine tena ya kifua. Wakati huo Limu alikuwa kabisa amekwisha weza kukaribia mpaka wa Korea Kusini bwana. Na ukishafika eneo hilo, ukigusa tu kwenye mstari ulioweza kuchorwa, basi wewe utakuwa sehemu salama. Ila kwa bahati mbaya alikuwa amekwisha weza kupigwa chuma nyingine na alidondoka pale na kushindwa kabisa hata kujisogeza. Lakini Limu akukata tamaa, akawa anafusi hivyo hivyo. Kamanda Lee alipofika pale na kumuona kijana anavyohangaikia uhuru wake, alishindwa hata kumuua, yani ikabidi amwangalie huko machozi akiwa anamlengalenga. Kweli kijana ameamua kujitoa maisha yake, na maisha ya huku Korea Kaskazini ameachoka kweli kweli. Akawa anamwangalia mpaka kijana Limu vidole vyake vikagusa eneo lile la ule mstari wa mpaka. Alivyogusa tu, na muda mchache baadaye wakaja wanajeshi wa Korea Kusini. Walipofika pale wakasema, sisi ni wanajeshi kutokea Korea Kusini na ukijaribu kufanya uamuzi wowote wa kupiga risasi tutakushambulia. Lee ikabidi aweze kuondoka pale na kurudi kwao Korea Kaskazini, na wale wanajeshi wa Korea Kusini wakamchukua kijana wetu Limu bwana. Na kijana Limu alipoweza kuamka baada ya kufanywa matibabu akajikuta yupo Korea Kusini. Alichoamua kukifanya pale ni kwenda kwa mama yake mzazi na Dong Kyuk, kisha kupiga naye story 2-3. Na huu ndio unakuwa mwisho wa filamu yetu nzuri kabisa ambayo nimekusogezea hapa Swahili Likapu. Oya, kama wewe umefika mpaka hapa, tafadhali usiache kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe.